Ikiwa ulishindwa kushiriki uzuri tendo la ndoa wakati uko na mwenzi wako, aidha kwa kuwa maumbile yako yakolegelege sana, au ulishindwa kuperform uzuri tendo la ndoa, maybe kutokana na unawahi kufika kileleni, au ulishindwa kurudia tendo baada ya kupiga raundi ya kwanza, tumia mbinu zifuatazo, zitakusaidia sana kuweza kusimamisha uume wako kuwa madhubuti, yani kusimama kwa uimara, lakini pia utaweza kurudia tendo zaidi ya mara moja, yani bao 3, 4 bila shida yote. Jambo la kwanza, elewa kwamba hakuna adui mbaya katika mwili kama hofu ama wasiwasi. Unapokuwa na hofu ama wasiwasi ama stress, basi automatically mwili hauwezi kufunction uzuri, kwa sababu unapokuwa na hofu mwili unazalisha hormones ambao wanajulikana kwa jina la adrenaline, ambao hawa wakizalisha automatically moyo wako unaanza kwenda mbio, unajawa na hofu. Lakini pia hormones za kiume zinashindwa kuzalishwa uzuri, na hormones za kiume zikishindwa kuzalishwa uzuri, basi automatically mwanaume maumbile yako yanakwenda kuwa legelege, lakini pia hautoweza kushiriki tendo la ndoa kikamilifu. Na maana hakikisha unaondoa hofu, ile hali ya kuhisi kwamba utamridhisha mwenzi wako au kutokumridhisha, basi hiyo kitu ondoa kichwani, kwa sababu kama utaweka kichwani hiyo fikra ya kumridhisha au kutomridhisha mwenzi wako, basi automatically hiyo ndio inakwenda kupelekea stress na kushindwa kuperform uzuri tendo la ndoa. Lakini jambo la pili, hakikisha nusu saa kabla kushiriki tendo la ndoa unapata vinywaji vimoto ambao vinakwenda kusaidia mzunguko wa damu. Kwa mfano, kupata chai ya tangawizi au chai ya ginseng, ambayo hii kama utatumia nusu saa kabla ya kushiriki tendo la ndoa inakwenda kusaidia mzunguko wa damu, lakini pia inakwenda kusaidia hamu ya kuweza kushiriki tendo la ndoa. Lakini pia nusu saa kabla ya kushiriki tendo la ndoa inapendezwa kutumia matunda. Wakati uko na mwenzi wako mnahitaji kushiriki tendo, ondoa hofu yako, alafu then tumia matunda ambayo yanaweza kusaidia uzalishaji wa hormones za kiume nusu saa. Kwa mfano, utumiaji wa matunda kama vile parachichi, ndizi pamoja na tikiti maji. Haya ni matunda ambayo yana uwezo wa kusaidia uzalishaji wa hormones za kiume ndani ya nusu saa, lakini pia yakakupa uwezo wa kuweza kushiriki tendo la ndoa kikamilifu. Lakini mbinu nyingine, hakikisha mnafanya foreplay. Nikisema foreplay, maana yake ni ile hali ya tunasema ni ile kutanguliza kabla ya kushiriki tendo la ndoa. Kwa mfano, maneno mazuri ambayo yanaweza kumtoa nyoka pangoni, lakini pia kushikana hapa na hapa, kiss pamoja romance, yote haya ni mambo mazuri sana ambayo yanakwenda kusaidia mwanaume kuamsha hisia zako za kiume, lakini pia mwanamke kubusi zile hisia zake na kusababisha kuwa na hamu ya kushiriki tendo la ndoa. Sasa ile hali itakusaidia sana maumbile kusimama kwa nguvu, lakini pia kupelekea hamu na shauku ya kushiriki tendo la ndoa. Ikiwa ulishajaribu sana kufanya hivi lakini bado haukuweza kupata matokeo mazuri na kuweza kuperform uzuri tendo la ndoa, basi lipo suluhisho la kudumu ambalo litakusaidia wewe kuweza kuondokana na changamoto hii na kusababisha wewe maumbile yako kusimama strong, yani kwa ukakamavu, lakini pia kukufanya wewe kuwa na uwezo wa kurudia tendo zaidi ya mara moja, yani raundi 3, 4 bila shida yote, na kuzalisha mbegu nyingi. Ikiwa unahitaji msaada huu, unaweza kuchukua namba yangu katika bio nikakupa mwongozo wa lishe pamoja na program ambazo zinaweza kusaidia kuweza kuondokana na changamoto yako. Ondoa chanzo, utibu tatizo lako.